Yani nimechoka kabisa. Habari mwalimu kaka? Nzuri tu, karibu. Yes, safi kabisa na mimi. Asante. Yani kiti hii idea yangu na hoja yangu nileta kwenu kiti itakuwa salama kabisa. Maana naleta fruit. Sasa mwalimu, mimi leo nimekuja na shida moja tu ambayo inasumbua kichwa yangu mimi kutoka niko nyumbani. Mimi hii binti ni mtoto yangu ya damu kabisa. Ndio maana yeye anaitwa Amina Buumeta. Mimi hapa naitwa Buumeta, ndo baba yake. Unaona eh? Sasa mwalimu, kuna kitu inafuruga. Mimi mwanafunzi kila siku naandaa hela kwa ajili ya matumizi nyingine ambayo iko tu kwa ajili ya nyumbani, yeye anafanya kwenye wanaleta kama kupangia gari. Sasa inakuwa nyauli na wakati mimi nimeandaa hela kwa sababu ya mambo mengine, yeye anafanya nyauli. Mimi kitu nataka ni huyu hapa awe nakuja kufundishwa nyumbani na nyie, kwa sababu nyie mnalipa na serikali. Unashangaa? Nini? Hakuna mwalimu, ngoja. Nyie si serikali. Sasa wewe nyie si mnalipa na serikali? Ndio. Sasa serikali nalipa ila ufanyie nini? Si kwa ajili ya kufundisha. Mimi nataka sasa nyinyi ndio muanze kuja nyumbani kwangu kuja kufundisha huyu mwanafunzi. Hilo swala lako tumelisikiliza, ila kwa kuhusu kwamba wewe mwalimu tuje nyumbani kwenu kuna nini kumfundisha mtoto, hilo haita. Kwa nini haiwezekani mwalimu? Kwa nini? Kwa nini haiwezekani mwalimu? Utakuja kufurugi wewe. Sio hivyo. Kwa nini haiwezekani? Sasa ninauli ya nini? Yaani kwamba tunataka tuelewane. Kaa vizuri, punguza munkari. Sawa, na kwa nini haiwezekani? Haiwezekani kwa sababu punguza basi hasira kwanza tuelewane. Garamila. Ndio ni gharama, tulia mzee. Punguza munkari. Ni kwamba tunataka tuelimishane. Ni kwamba hivi shule ina majengo. Kama mnavyoyaona majengo haya ya serikali. Kuna viti, kuna ubao na kuna enzia. Sasa kwa nyumbani kwako mazingira hayaruhusu namna hiyo. Tutakujaje? Kwa nini? Iko kiti kama hii tu. Ubao uko wapi? Unabao nyumbani, unacheki nyumbani. Sasa tafuta hata nani mbao. Niweke tukani. Hiyo haitawezekana. Mmoja huko wanafunzi wako wengi. Hapana, gara kwa shangi moma. Sasa garamila. Kama iwezekani hivyo, basi mnipe nani yake kumaliza shule si nalipwa. Kwani nyenye cheti yake na hela yake ambayo mmemalizia huko si cheti nalipwa. Utaratibu wa serikali mzee. Utaratibu wa serikali mtoto mpaka miaka 4. Sasa miaka 4 atafanya mtihani ndio apate hizo cheti anapata. Sasa msasi wake mimi ambaye nilijua tafuta yeye, nimetaka malizie hapa alipomalizia. Sasa hao wanatii kuja shule kama wanafunzi wenzake wanapokuja kila siku. Ndio. Ni yake mwanafunzi kupata elimu. Kwa hiyo lazima upate taratibu na sasa kama ni hivyo, si wewe unayo hiyo nauli ndio fundisha nyumbani. Hapana mzazi, naomba utuelewe. Serikali yetu ina utaratibu wake ambao umeandaa kwa ajili ya wanafunzi wetu wa hapa Tanzania. Kwamba utaratibu ni kwamba ndio maana wameandaa mazingira, wameandaa viti, meza, vyote kwa ajili ya watoto wetu. Kwa mwalimu hawezi akatoka hapa akaenda kwa mwanafunzi mmoja kumfundisha. Je, hao wanafunzi wengine watafundishwa na nani? Sasa si na wasasi watakuja kutafuta walimu wengine. Mimi nimechagua nyie. Sasa naomba tuachie, nenda nje kidogo afu tutakuja tunakuta tunafanya. Yaani hata usiite, mimi ndo naondoka. Wewe ukirudi leo acha begi yako huku je na cheti kila kitu na hela ambayo umeleta shuleni, maana si unaletaga hela. Si inawekwa uje nayo yote, lazima baki na walimu wako. Mimi sitaki tena garage ni mama. Wewe baki naye. Hata usipoita mimi naondoka furuga. Mbona hii kazi tutafanyaje? Tutaishije jamani? Tutaishije? Eti madam, tutafanyaje hivi unafika? Mzazi kavuruga.